Wananchi, kama ambavyo tunafahamu, kutokukata bima katika vyombo vyetu vya moto vina athari kubwa katika maisha yetu ya kila siku. La kwanza ni ukiukwaji wa sheria ya usalama ambayo inaelekeza kwamba kila chombo cha moto lazima kiwe kimekatiwa bima wakati kitapokuwa kinatembea barabarani. Lakini la pili, vyombo hivi wakati vinatembea barabarani kuna ajali mbalimbali zinaweza zikapatikana. Hivyo ukataji wa bima unasaidia changamoto ambazo zimepatikana katika ajali hizo, pamoja na kuweza kulipa fidia au kuchangia yale maumivu ambayo ajali hiyo imeweza kumpata. Lakini la tatu, serikali yetu inaweza kukosa mapato. Kama ambavyo mnafahamu, bima ni sehemu moja ya chanzo cha mapato katika serikali yetu kuu, ambayo baadaye serikali hiyo inaturejeshea sisi wenyewe wananchi katika miradi, huduma mbalimbali katika maeneo yetu, kama ambavyo kwa sasa mnayaona tunaweka mawe ya msingi, tunazindua na kufungua miradi yetu mbalimbali. Yote hayo ni sisi wananchi ambao tunachangia kwa kupitia vyanzo mbalimbali ikiwemo na ulipaji wa bima katika vyombo vyetu. Hivyo niwaambie kwamba wamiliki wote wa vyombo vya moto kutokukata bima ni ukiukwaji wa sheria ya usalama barabarani. Wito wangu kwa wananchi wanaomiliki vyombo vya moto ni lazima tuweze kukata bima kabla ya kuweza vyombo hivyo kufanya kazi zake barabarani. Lakini la pili, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba, naomba kuliagiza Jeshi la Polisi la Mkoa wa Kaskazini Pemba kuweza kufuatilia, kusimamia na kupekua bima katika vyombo vyetu vya moto katika mkoa wetu wa Kaskazini, ili kusudi na sisi tuwe ni wale ambao wanafanya vizuri kama mikoa mingine inafanya vizuri. Hapa nimesema kwamba asilimia karibu 46 ya vyombo ambavyo vifanyika katika mikoa mingine havina bima. Imani yangu ni kwamba sisi katika mkoa wetu huo Kaskazini Pemba watu wengi wanavyo bima, lakini wale ambao hawana bima bila kushurutishwa washuruti wenyewe kukata bima hizo. Hivyo ni kuombeni sana Jeshi la Polisi kwa niaba ya mkoa Kaskazini Pemba tuweze kusimamia kwa umakini mkubwa ukataji wa bima katika vyombo vyetu ambavyo vimo vinatembea barabarani. Na mwisho niwapongeze na niwashukuru sana Mamlaka ya Usimamizi wa Bima kwa mwendelezo wa kazi mzuri ambayo tunaifanya. Na sasa tuseme kwamba nitimisha kusema kwamba kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Pemba nitamke rasmi kwamba zoezi hili la uzinduzi wa ukaguzi wa vyombo vya moto ambavyo vimekatia bima nimezindua rasmi. Lengo la zoezi hili ni kuhakikisha kuwa vyombo vyote vya moto vinavyotembea barabarani vinakatiwa bima kwa mujibu wa sheria. Pili ni kuhakikisha kwamba wahanga wa ajali za barabarani wanalipwa haki zao wanazostahili pale wanaposababishiwa madhara. Tatu ni kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato inayostahili kupata kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, suala la bima bado halijapewa umuhimu wa kutosha katika jamii zetu, pamoja na kwamba suala la bima ni kitu muhimu sana, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema, chombo kikiwa na bima kikisababisha ajali, maana yake muhanga wa ajali atalipwa fidia. Kinyume chake ni kwamba ikiwa chombo hakina bima na kimesababisha ajali, muhanga wa ajali anakuwa hana fidia ambayo analipwa, na matokeo yake anapata maumivu zaidi, kwa sababu maumivu ya kwanza ni kwamba ameumizwa mwili wake, lakini maumivu ya pili ni kwamba hakuna kitu cha kumfutia machozi. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sana kuwanasihi wenye vyombo vya moto kuhakikisha kwamba wanatembea barabarani wakiwa na bima, lakini pia ni kuombe kulitaka Jeshi la Polisi kuhakikisha kwamba vyombo vinavyotembea barabarani vina bima. Kwa mfano, hivi siku za karibuni tulifanya ukaguzi kwa vyombo vya moto 316. Tuligundua vyombo 178, asilimia 56 tu ndio vyenye bima, lakini vyombo 138, asilimia 44 havina bima. Sasa hili ni tatizo ambalo linahitaji
juhudi na ushirikiano wa pamoja kutoka kwa wadau mbalimbali ili kuweza kulitatua.